وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الأعزاء، baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatuna budi kurudisha shukrani za dhati kwa Mola ambaye kwamba ametujalia tumehudhuria katika masjid kama hii kwa lengo na makusudio tuweze kuipata moja katika faradhi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, ambapo kwamba moja katika faradhi hizo ni faradhi ya swala ya Ijumaa. Hizo faradhi ambazo kwamba tunakusudia kuja msikitini mapema, kusoma Qur'ani na mengineyo. Tena kubwa zaidi ni pale Allah kusema fadhakir inma anta mudhakkir, kumbusha kukumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika siku za juma iwe ni siku mahsusi ya kukumbushana yaliyo mema, ya kukatazana yaliyo maovu. Yote hii ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia neema ambazo kwamba leo hii tukisema tuzihesabu, basi tuketi miaka nenda miaka rudi, hatutaweza kuzitimiza hisabu ya neema. Moja katika neema aliyotupatia ile neema ya uhai, na nyingine ni neema ya Uislamu ambao kwamba ndio neema kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu akatuambia mambo fulani tukiyafanya ni bora kwetu sisi, kwa sababu tutakuwa tumepata thawabu, na mambo fulani tukiepuka basi ni bora kwetu sisi, kwa sababu tukiyepuka badala ya kupata madhambi tutapata nini? Thawabu. Na haya ndio Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutukumbusha. Bimaana wewe mwanadamu ukifanya mema utapata mema siku ya Kiyama. Ukifanya maovu na yale maovu yale ukao unakusudia, unajua hili halifai lakini nalifanya hivyo, basi kadhalika utapata madhambi, utakuwa umepata hasara. Ikhwata al-azza, kwa mada ambayo tulipanga leo hii ni mada ambayo hatukutarajia, kwa sababu tumepigiwa siku ghafla na kuambiwa yule ambao kwamba alikuwa atakana aje kwa dharura isiyokika, basi ameshindwa kuja kwa dharura isiyokika. Sasa na sisi kwa haraka tukachukua tu bila kuangalia nini, tukifika nje tuangalie kumbe tupangie jambo fulani. Kwa hiyo yote ni mambo Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaambiwa kwamba katika mada leo tunaingia moja kwa moja, mada inatuambia azina yuhithul faqra. Mada leo inahusiana na zina, kwamba uzinifu hurithisha ufukara. Ni nani ambaye kwamba leo hii hajui kama uzinifu hurithisha ufukara? Ni nani ambaye kwamba atapinga jambo hili la kuwa uzinifu unarithisha ufukara? Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia wala taqrabu zina, wala msikurubie zina. Licha kuifanya tu kule kuikurubia pia tusikurubie, na kuzidi kuna takriban mara 3 au mara 4. Unaweza kujiona wewe mwanamke sawa kwa kule kupitisha watu ama kupita kwa watu, ukajiona uko sawa, kumbe ulizidi kitambo ile kule.
na yule mwanamke akajiona kwa sawa, kumbe amezini kitambo, vile mwenye kutarajia kama amefanya nini, kama amezini. Tukimaanisha hivi, kama kweli wataka kuepuka zina, kwanza anza kuhifadhi macho yako. Linda macho yako, linda moyo wako, linda ulimi wako. Hapo utakuwa wewe mwepesi wa kuepuka zina ya aina yoyote. Kwa sababu gani? Tunaambiwa kuna kuzini kwa macho, kuna kuzini kwa fikra, kuna kuzini kwa vitendo, na kuna kuzini kwa kusikia harufu. Mtume atuambia mwanamke yoyote lau atapita mbele za watu hayakuwa amenipaka manukato mazuri, perfume nzuri yenye kunukia, yenye kuvutia, makusudio yake akawa anapita pale ili wale wanaume wasikie harufu yake, waseme mashallah, binti nani, binti fulani, ama mke wa fulani. Yale manukato wakayasikia, akatokea mmoja wao, wale walioketi pale, mmoja wao akatokea kukutamani ama kutamani mwanamke ambaye kwamba amejipaka manukato, huyo tayari anasaliwa mzima. Hata ile harufu kuwapiga wale wanaume tayari anasaliwa mzima. Na hilo liko wazi. Leo hii mwanamke akwambia sitaki kunuka moshi, sitaki kunuka kikwapa, bimaana hataki harufu mbovu iwe katika nini, iwe katika mwili wake. Yuko radhi ajipake miski, yuko tayari kupake harufu yoyote ile ambayo kwamba atakukipishana naye huwezi sikia harufu mbaya kutoka kwake, bali utasikia harufu nzuri yenye kuvutia. Harufu utakuipata pale ikiwa yenye kuvutia, na ikiwa kuna mmoja mpita hapa ananuka vumba la samaki ama ananuka kitu ambacho kwamba ni hakitarajii harufu mbaya, tasema bora pale ile harufu tayari. Kuna kuzini wa fikra, ukamwona mwanamke amejipamba vizuri, uso wake Allah amemjalia mpaka uso mzuri, ukiangalia mwili wake, sisi tunasema body Allah amepatia nzuri sana, akitembea hivi mwenyewe sema ndio huyu sasa ndo mwanamke, ukamtamani kwa yale maumbile yake tu, tayari wewe umezini. Kule kumwangalia ukammezea mate mtoto wa watu, ukammezea mate mke wenyewe, ukammezea mate kwa aina yoyote ile, basi unaambiwa wewe tayari umezini. Kwa sababu gani? Zinaa zimeko hadharani. Saizi zinaa Mombasa hii, licha Kenya nzima, hii Mombasa peke yake, utaenda sub-county ipi ukose kuona zinaa zimekithiri. Si sub-county ya Jomvu, si sub-county ya Changamwe, si Kisauni, si popote pale ukitembea huwezi wakosa wanawake, huwezi kosa wanaume, hususan vijana wenzangu siku hizi. Baadaye anatembea na mwanamke ambaye kwamba huyu mwanamke anamzaa, lakini akwambia roho wangu. Ukiangalia mwanamke huyu naye pia hapendi wazee zake, yuwataka vijana. Fa aina tadhhabu, wapi tunaenda sisi? Ikiwa leo zinaa imefanya kama halali na ndoa ikafanya kama haramu, kwa sababu gani? Zinaa siku yapendwa sana
mtu anaishi yeye na mwanamke mpaka Ramadhani na karibia, anamwambia wajua Ramadhani sasa hivi inaingia mtukufu. Ule mwanamke mza sasa bana nenda kupumzika, kisha baada ya Ramadhani utarudi. Wajidanganya. Allah subhanahu wa ta'ala hayuko katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala usimchukuze katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala usimuogope katika mwezi wa Ramadhani peke yake, bali muogope Allah wakati wote, haithu ma kunta. Muogope wakati wote unapokuwa, lakini haijakusudiwa kwamba Ramadhani tu ndio muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila siku. Katika tauhidi tunaambiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu zaidi kuliko damu zetu. Watu watajificha Allah subhanahu. Utaingia kwenye chochoro hili Allah subhanahu wa ta'ala asikuone. Ikhwata al-ansa, jambo la zina limekithiri. Jambo la zina limefanya ni bora. Ikirudia katika ule kwanza kidogo, tunaambiwa kwamba vijana wenzangu sema hawa mama kwa kweli ni wakubwa na wao wamewapenda. Wale wa mama nao wamependa vijana wenye jina la kishangazi. Mwambia kishangazi akina pale kijana pesa atapewa, zina itapatikana, chochote anachotaka yeye atapewa, lakini kwenye ndoa hata ingia. Kinachosikitisha sasa, mwanaume anakwenda kuchukua mwanamke ambaye kwamba ni kafiri, imana hajasilimu, hajakubali kwa Mwenyezi Mungu mmoja, hajakubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye anakwenda anakaa naye kinyumba, anakaa naye kwa lugha sisi tunasema kama sei, ukishindwa kuogeleza, anakaa naye hajakuwa si halali yake, anakaa naye hajakuwa hajafunga na ndoa, anakaa naye kwa kuwa wamependana, na mwisho wa kuisha wanakuja wanazaa pamoja, tena kuzaa kwao hawataingia katika ndoa. Yule Mkristo, huyu Muislamu. Wapi ulisikia ndoa ya dini? Wapi ulisikia ndoa ya dini? Hakuna. Na utapata mtu wa aina hiyo ama watu wa aina hiyo wamekuwa na watoto wakubwa, wameketi hali ya kuwa hawajali kama Uislamu unatuambia nini, na mwisho wa kisha watoto washakuwa wakubwa, ndio mjapata wameamua sasa waoane. Lakini hapo nyuma ikifika Ijumaa, baadhi ya watoto wanaingia msikitini na baba yao ama wanaenda msikitini na mama yao. Ikifika siku ya Jumapili wanaingia katika makanisa watoto. Inna lillahi. Kwa hiyo tuangalie jambo kama hili. Je, Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia? Je, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili atatuhukumu nalo vipi? Je, jambo hili endapo akifufuka mmoja katika maswahaba tutaweza kumwangalia sisi? Ni cha Mtume, maswahaba tu mmoja tu tutaweza kumwangalia, tukasema mathalan ya maneno afufuke Sayyidina Umar na ukali wake wote ule alikuwa kusifika nao. Yuko rafiki yangu kwa kwamba kwa maneno nikayapima na nikakuta kweli haya yanaweza yakafanyika, kwamba lau kama atafufuka Sayyidina Umar radhiallahu anhu, aje angalie ulimwengu vile ulivyo,
hata mmoja ambaye kwamba atakubali kusogelea, bali wote watasilimu tena mwanzo. Kwa sababu gani? Wameona kana kwamba wako nje ya dini, wao kama wanajitenga, wanajiona wao si chochote. Kija sahaba anakusilimisha tena, anaanza mwanzo kuwasomesha. Ikhwatal aizza, tuyapimeni maneno haya, tuyaangalieni maneno haya, tuyafuatilieni maneno haya ya kwamba usinifu huridhisha ufukara. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mbashiri mzinifu ufukara hata kama ni baada ya miaka 10 na kuendelea, hafi mpaka ufukara upate. Jiulize katika nafsi yako, leo hii kama tuambiwa ule kuzini, ule uzinifu unaitwa ufukara, na maisha ya saizi yalivyo magumu, kila mtu anayaona. Je, ufukara unakupata saizi hali ya kwa wewe inatokea sababu kwamba tu umezini? Tuangalie mambo kama haya, tuyapimeni mambo kama haya, tuyachukulieni na uzito mkubwa, na tumwombe Allah atuepushe na ufukara, kwa sababu dunia si chochote. Wewe utasema mimi sizini, wewe sizini nani? Hawa wanawake Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia katika Qur'ani, innaka idha kunna adhimun, hakika hawa wanawake wana vitindi vikubwa mno. Na moja katika vitindi, unaweza kufanya vitindi hapa mpaka wewe fikra zikamtoka kwamba wewe umendoa, lakini yule mwanamke yuko pale kando akakufanya vitindi mpaka wewe mwenyewe ukajiona umempenda, ama ukahisi moyoni kwamba huyu yuanijali, hajalijua moja nje mkononi, unamwekea wote mtu ambaye kwamba si mke wako, si maharimu yako, lakini unamwekea wote kwamba huyu anamwamia mali, lakini wacha nje mkononi, atajua kiume. Wewe kiume utaezana adhabu za Allah. Katika uzinifu una adhabu pia, na tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba tujiepushe na zinaa, kwa sababu katika kuzini una sifa 6. Hizi sifa 6, 3 ni za duniani, 3 ni za kesho akhera. 3 hizi za hapa duniani, kwanza sifa ya muumini huondolewa. Sifa ya muumini huondolewa kwamba wewe uko katika ile aya kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lakini wewe umekuwa nje. Kwa nini wewe nje? Kisa ni zina. Uzinifu usifanye wewe ukawekwa nje katika aya hii, ambapo kwamba itakuwa sio vyema Muislamu kama wewe sifa ya mume pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya mume ukokoje na Allah, licha wanadamu wenzako, basi Allah subhanahu wa ta'ala akukokoje kweli, itakuwa ni sawa. Kwa hiyo sifa ya mume utakapokuwa umepokonywa, jua bahati shamba mbaya, kwa sababu hakuna vile utakapoipata na hakuna vile kwamba utaweza kuitafuta mpaka uipate. Tutaambiwa sifa mume kupokonywa, na nyingine katika sifa ambazo kwamba zinabakia za duniani, na sifa 3 duniani, sifa 3 akhera.
Sasa sisi tujiulize, kama ikiwa wewe utapokuwa sifa mume, umebakia kwa nani wewe? Umebakia kuitwa Muislamu kwa sababu umezini. Tujiepushe na zina na nyingine katika sifa ambazo kwamba utakapoponywa. Ama sifa ya pili ni kuridhisha ufukara. Hiyo ni sifa ya pili, na ufukara. Sifa ya tatu tunaambiwa wayakumul huda, na unapunguziwa umri wako kwa kule kuzini tu. Umri unaenda kupunguzwa, hali ya kuwa labda ulikuwa umeishi miaka 76 lakini unakuja kukuta umeishi miaka 61. Ile nyingine yote inaondoka. Ama kwa uishi 76 lakini unakuja kuishi miaka 50, umeondoka ile 26. Kwa sababu gani? Zina. Wa amma lati fil akhirah, na ama zile za kule akhira tunaambiwa kwanza ni hasira za Mwenyezi Mungu. Allah anakukasirikia wewe kwa kule kuzidi zina, Allah anakukasirikia. Wasu'il hisab, na hisabu mbaya siku ya kiyama. Wa adhabun nar, na adhabu ya moto. Allah tukinge na adhabu ya moto. Ndugu zangu Waislamu, lau kama tukipata fursa ya kupiga vita zina, basi na sisi tukumbuke itakuwa vita na ulimwengu mzima, kwa sababu leo hii ulimwengu mzima umeenea sifa ya zina. Ni mji gani utatembea uone hakuna mwanamke ambaye kwamba anajiuza? Na siku hizi kule kujiuza kwa mwanamke imekuwa ni sababu kubwa ambao kwamba zina inazidi kukithiri. Na katika street zao, ikiwa wewe unatembea kule, basi ukajaribu kuwapatia dawa kwamba jamani, hivi unafanya si vizuri, wallahi watapigwa wewe. Waweza pigwa tena, ukapigwa na wale wanaouliza wote pale. Ukipata watu kutetea, shukuru. Na kuna wengine wanafanya hivyo sio mapenzi yao, sio kupenda kwao, bali ni shida zinawafanya wao wanaenda kufanya nini? Uzinifu. Na wengine wameshazoea kwamba kwa usiku mmoja raha yake itimie, ni apate wanaume takriban 3 na kuendelea. Tena namwambia akipata wanaume wale sawa sawa, yeye anajua sisi hatuwajui. Akipata takriban watu 3, yeye asubuhi anaamka mfuko umejaa na pesa. Sasa kule kwa wale wanawake kufanya zina, anapeana sapota kubwa hapa ni mimi na wewe. Kama sisi wanaume tukigoma tuseme hatuji, watapata biashara gani? Lakini akikataa huyu, yule anakwenda, yule akikataa, yule mwingine anakwenda. Je, zina itaachwa kweli? Hata kwa bahati mbaya haiziachwa, hata kwa mitani haiziachwa. Tuangalie mfano mzuri tu, jumba la Sabasaba hili hapa Mombasa, ilikuwa ile ni maarufu lajulikana Mombasa nzima, lakini Allah akatoa sababu ikawa wale watu hawapo tena pale. Lakini pamoja na yote kwamba hawako pale, angalia kilichotokea, wamesonga mbele tena pale pale Sabasaba, lakini kwa mbele tena. Uzinifu bado unaendelea. Yule bwana aliyekuwa pale
alinunua nyumba, ni kama watu wa nyumba hii waika nyumba hii, tokeni hapa, tutaki wanatoka hapa, ingia jirani, mchezo na pale pale. Swali la jana hapa, je, uzinifu ili usipatikane tutatumia mbinu gani? Uzinifu ili uishe tutatumia mbinu ipi? Na tena saizi sikule tu, hata ungetana tushawashika watu wangapi hapo kwenye msikiti? Na juzi baada ya swala ya Isha niliongelea ni nyuma, wametoka watokako, wanaona hapa kwenye msikiti ndio potweza jistiri, wanakaa pembezoni mwa msikiti, wenyewe pia na maneno mazuri, kuna watoto wakostaki zaidi, wenyewe pia na maneno mazuri pale. Tushawafukuza sana kwa msikiti. Ikhwata al-a'izza, ikiwa zinaa leo hii zitokako mpaka za karibia msikitini, je, tutarajia nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tutarajia nini sisi? Ndugu zangu Waislamu, mambo kama haya yanatuuma kama Waislamu kuona jambo hili lafanyika, na hata mitaani, hususan narudia tena kwa vijana wenzangu, sijakuwa mzee, huona mtoto wa mtu ama dada yake mtu akasema mashallah, nikipata ule siarasa, anamkamia dada yake mtu, habari zikufikie vile unavyokamia dada yake mtu, pia kadhalika dada yako anakamiwa vile vile. Mkamie kwa nia njema, atakamiwa dada yako kwa nia njema, kwa sababu malipo ni hapa duniani. Ikiwa leo hii utaketi uangalie wewe mwenyewe tu nafsi yako, useme huyu mimi nataka kumuoa, basi kadhalika pia ndugu yako hivyo hivyo atapata kumuoa. Lakini ikiwa mkamia kwa zinaa, Warabu watuambia kama atalimu tudani, kama ulipotenda ndio utatenda hivyo vile vile, ambavyo umetenda ndivyo utakavyolipizwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujueni zinaa, na hata tukatumia mbinu hii, uzinifu hautawachwa. Nikimalizia katika kisa kimoja cha mzinifu, hawa ambao kwamba tuna mawazinifu wanajiuza barabarani, hapa ni mtihani yao. Wewe zapita pale ni kanzu yako ukakuwa mtihani mzito. Yuko bwana mmoja alikuwa apita kwenye nchi yake, ashazoea yajua mimi kutoka msikitini, njia hii napita, nikaje kuna wanawake ambao wanajiuza pale, lakini lengo langu sio kuangalia, napita kwa sababu ndio njia rahisi kufikisha nyumbani. Ikiwa mimi nitatumia njia hii nitafika nyumbani kwa haraka, lakini ikiwa mimi nitapita njia nyingine, basi nitazunguka sana. Kila kipita pale wale wanaoangalia, hiyo siku akasema wacha huyu ustadi, na huyu ustadi asema wacha huyu ustadi leo tupe mtihani leo. Nini akipita na hapa tumshike, tumwambie leo tumekosa ng'ombe, tumekuona ng'ombe, twende tupime imani kama kweli yuwaweza akazini, yuwaweza akamtokea mke wake nje. Kwa hiyo sasa kupita pale, piga kanzu yake na tasbih yake, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, yapita mwenyewe. Wale wanawake kumshika, waambia leo sasa bana, leo bana wewe wapita kila siku bana, leo ni wewe bana, mtu ni wewe leo ni mwanaume bana, sisi tunahamu na wewe. Subhanallah, huyo sasa anaambia mimi bana, niacheni na muogopa Allah, mimi niacheni, niko na mke wangu. Wala baambia hata kama mwanamke leo tuko na wewe, basi kwa mvuta kwenye kwa sasa akajua leo hapa sina utetezi, sasa alianzalia kama mtoto.
Yule aliyesema mnamke jamani, msifanye hivyo, mnamke nini, msifanye hivyo, muogope Allah, mpaka machozi yanamtoka. Imana anamjua Allah nani, anamtambua mke wake ni nani, hataki kumtokea mke wake nje. Saizi wangapi ambao kwamba saizi wametokea wake zao nje? Saizi ni watu wangapi wanakaa na wanawake kando, hajakuwa na mke wake wa halali? Wangapi saizi wanawake zao ndani ya nyumba, lakini amwaka mwanamke nje kimada? Je, kweli zinaisha? Ni wanawake wangapi saizi wanatokea waume zao nje? Tukimalizia, tukae tukijua, ikiwa mzinifu ashaoa na akenda kazini leo, huyo mtu ni apigwe mawe mpaka afariki. Na ikiwa hajaoa, basi ni mbati nijelee hili wajuga sasa kusema bakora. Kwa hiyo wengine tuambiwa bakora 40, na tena sasa hivi apatikane mtu aliye na nguvu za kusawasawa, aliyekula akashiba, akipiga bakora moja watamwambia usirudie, lakini sheria mpaka zifike 40. Na si pap ipigwe moja, pap mbili, hadi ikipigwa huku irudishwe hivi ni moja, ipigwe tena hivi ni mbili, mpaka zifike 40. Kweli hizo mlango kwa kiasi gani? Sasa hizi sheria hizo zitatumika kweli? Na kama utakuja kutumia sheria hiyo na Kenya hii, wewe ndani milele tena, kwa kuwa mwanao nzini ukatumia sheria hizo kwamba ameoa, mpigeni mawe mpaka fariki, wewe utashtakiwa na utaikwa ndani. Lakini wakati Mtume alikuwa mshtakiwa, hiyo ilikuwa ni sheria. Ndugu zangu Waislamu, ni mengi ya kusema katika mada hii, lakini wakati hauturuhusu tena. Tuombe Allah tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi.